Naam, leo naenda kukupa tafsiri halisi ya ugonjwa. Najua wengi hawafahamu hili. Ugonjwa ni juhudi ya mwili au asili kuweza kuondoa madhara ambayo yametokana na uvunjwaji wa kanuni za afya. Nitarudia tena hili. Ni juhudi ya asili au mwili kuweza kuondoa madhara ambayo yametokana na uvunjaji wa kanuni za afya. Sasa sikia hili. Zaidi ya 90% ya magonjwa yote yanapitia kinywani. Magonjwa mengi tunayapata kwa njia ya kula na kunywa. Hata mengine yanaingilia kwenye njia zingine, hizo 10% zilizobaki, kwa njia labda ya hewa, kwa njia ya ngozi. Kuna baadhi ya wadudu ambao wanapenya mwilini kwa kupitia ngozi, miguuni, kwenye maji mengi labda yaliyotuama. Ukiingia kuna worms au minyoo ambao wanapitiaga huko ndani, na bakteria wanapitia mpaka wanakuja kwenye mwili. Ni 10% chache sana, lakini 10% nyingi tunazipata kwa ulaji na unywaji mbaya. Kwa magonjwa mengi watu wanajisababishia, na katika elimu zangu nitajitahidi kuweza kubadilisha mitazamo ya watu, kwa sababu ninadili na magonjwa ya watu na nakutana na watu wengi ambao magonjwa mengi wamesababisha wao bila kujua, na wanaendelea kutumia vitu ambavyo vinaongeza ugonjwa bila wao kujua, kwa kula vibaya na kunywa vitu vibaya. Kwa lifestyle ndio imekuwa chanzo cha magonjwa mengi kipindi hiki. Sasa mwili unapokuwa una struggle kuweza kuondoa huo ugonjwa, ndio ugonjwa wenyewe ule. Sasa huo ugonjwa badala mtu ausaidie huo mwili kuweza kufanya kazi yake vizuri, anaanza kuongezea tena mizigo mingine badala ya kuusaidia mwili. Nitakupa tu mfano kidogo. Naamini watu wengi tumeshakuwa na jipu au aina fulani tu ya kipele. Jipu ni jitihada ya mwili kuweza kuondoa ugonjwa ndani huko. Unajua jipu pale linapokuwa limevimba, kunakuwa na mkusanyiko labda wa vitu vingi pale. Kunakuwa na damu chafu, usaha umekusanyika pale na vitu vingi chafu tu. Sasa ni ile pale jipu ni jitihada ya mwili kuondoa ugonjwa huo. Ina maana damu ilikuwa chafu, mwili kwa uwezo wake ambao Mungu ameuwekea wenyewe umekusanya hivyo viuchafu, umekusanya vyote ukavipeleka kwenye sehemu moja ili uvitoe. Ndio jipu lile. Ndio maana utaona jipu linakuwa, yaani damu inaleta vitu pale, inavikusanya. Baadaye likisha kuwa kubwa linaiva. Likishaiva linapasuliwa. Na tunasemaga jipu likamuliwe lote mpaka itoke damu nyekundu, mpaka kile kiini kiondoke. Kwa nini? Tunaenda kutoa ule uchafu. Lakini mwili ulikuwa umeshaanzisha wenyewe. Mwili ulikuwa umeshaanzisha wenyewe hizo jitihada za kuweza kuondoa huo ugonjwa. Kwa hiyo kitu cha msingi tuweze kuzingatia kanuni za afya. Nitaenda kuelezea ni namna gani ambavyo tunaongeza ugonjwa badala ya kuutibu. Mwingine anaumwa lakini anaendelea kuongeza makemikali. Kwa mwili badala ya kuwa na kale ka nguvu ka kuondoa ugonjwa, mwili unakuwa unadhoofika zaidi. Kwa hiyo naomba kuanzia leo elewa kwamba ugonjwa ni jitihada ya mwili kuweza kuondoa changamoto ambayo imeletwa na uvunjaji wa kanuni zetu za afya ambazo Mungu ametupatia. Asante sana kwa kunifuatilia. Kwa elimu zaidi kama hizi usiache kunifollow. Na kama una swali lolote niulize. Nitakujibu na nitakuelezea vizuri. Na kama una changamoto yoyote tuweze kuwasiliana vizuri kwa ajili ya matibabu mazuri na ya uhakika zaidi kwa ajili ya afya njema. Asante sana.